maafisa biashara na taasisi zote ambazo tumewaalika. Tunataka tuongeze ufanyaji kazi kwa pamoja, uwajibikaji kwa pamoja, tushirikiane. Tuwe na ushirikiano mkubwa katika kuratibu sekta hii ya viwanda na biashara pamoja na uwekezaji. Na bahati nzuri mkoa wetu umebarikiwa. Tuna fursa nyingi sana za kiuchumi kwa maana maeneo ya uwekezaji. Kwenye kilimo, kwenye migodi, tuna madini tumepata huko. Pia tumebarikiwa tuna ziwa na ardhi nzuri, watu wapo kwenye kilimo. Lazima turatibu. Juzi tulikuwa na kikao kingine kuangalia namna ya kuweza kuratibu shughuli hizi za kinasa kwenye mazingira. Kuna changamoto na kumbe huku nako kwenye biashara, uwekezaji na mambo kadha kuna changamoto. Changamoto hizo zinajitokeza kwenye sekta hii ambayo tunaona ni muhimu. Kwa jambo la kwanza niombe utoaji wa elimu bado uko mdogo. Kuna wafanyabiashara wengine hawataki kulipa kodi, na wengine hawajui ni kodi gani anatakiwa alipe. Wengine wanafanya bila kuwa na leseni, na wengine wana serikali inachelewa kutupa leseni. Kwa hiyo tukasema tukae, hebu muone nini tunaweza tukakitatua kwa pamoja. TBS wapo tuone pia wale wafanya biashara wadogo namna ambavyo wanaweza kupata elimu, namna gani wafanye ili pengine zile bidhaa ambazo wanazalisha ziwe na ubora. Lakini kiujumla changamoto hizo zipo. Ukienda kwenye madini, tumezungumza sana hapa juzi, ufanyaji wa biashara zile, leseni, changamoto hizo zipo. Ukienda kwenye ardhi ya uwekezaji, changamoto hizo zipo. Lakini sisi ambao tumepewa dhamana tupo na tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba mwekezaji au mfanyabiashara, sababu lazima tuwatengenezee mazingira ambayo yawe rafiki ili waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi. Kwa maana biashara kama ni uwekezaji wa aina yoyote. Lakini tumekuwa tukipata malalamiko uzingatiwaji wa sheria kama nilivyosema kwenye uwekezaji huu, kwenye viwanda, migodi. Tuna Watanzania wenzetu ambao ni kweli wanatafuta riziki, lakini kwa kutokufuata sheria unakuta ujira wao wengine hawana mikataba. Wao wawekezaji wengine wananyanyaswa. Hatujaona hapa, hatujapata hiyo taarifa kwa wetu wa Katavi, lakini tumekuwa tukiona hiyo trend. Wazawa kupigwa, wanachapwa, wananyanyaswa, wanafanya masaa mengi sana ya kazi bila kuzingatia sheria. Hatutakuwa discourage wawekezaji, lakini tunataka wafanye kwa kuzingatia sheria na taratibu. Kwa hiyo kuombe sana katika utawala msaidizi turatibu kwenye eneo la utoaji wa elimu, matumizi sahihi ya vipimo, kama watu ni leseni, na kwenye leseni hususan kwenye halmashauri tumekuwa na changamoto ya utoaji wa leseni kwenye mfumo wa TAUS. Malalamiko yako mengi. Na wenzangu kwa halmashauri, maafisa biashara, sio na uwekezaji na viwanda, tunajikita kwenye kukusanya kodi. Ni kweli tumesema kwenye halmashauri kila mmoja anawajibika kwenye kukusanya mapato. Ukusanyaji wa mapato ni kweli. Lakini sisi tuna wajibu wa kuongeza tax base. Ili sasa wataalamu wa ukusanyaji wa mapato wao waje. Kwa hiyo sisi tunalalamikiwa kwa kutokutoa leseni kwa wakati. Mtu leseni imepita miezi miwili, mitatu, minne anafanya kazi bila leseni. Lazima atakiuka taratibu. Kwa lazima sisi tubadilike kwanza kwa namna ya ufanyaji wa kazi. Tutoe leseni kwa muda. Lakini tutoe elimu kunapokuwa kuna changamoto, elimu iendelee kutolewa. Changamoto ziko nyingi, lakini tushirikiane. Tusimame kwa pamoja, lakini tufanye maamuzi yale ambayo yako sahihi, ambayo yanazingatia sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepokea yote kwa niaba ya maafisa wenzangu na wajumbe wenzangu wote waliopo hapa.
tumeyapokea na tunayanote, na kila mtu ana notebook, na katika kazi zetu tutazingatia yote, na mwisho wa siku tukuletea mrejesho wa mapendekezo na tunatoka na maazimio gani kwa yale Mheshimiwa Mwenyekiti ambayo tutahitaji intervention au tunaomba intervention yako. Basi tunaamini kwa jinsi ulivyotukuza na kutelekeza asubuhi, tukiyatimiza yote kwa kweli nadhani tutakwenda kwenye level nyingine ya utendaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tuahidi tu kwamba tutafuata na tutatimiza hizo taratibu zote ambazo umetuelekeza, na kwa kuwa tuna idara mtambuka hapa, nadhani yale mengine yanatukwaza kwenye utendaji wa siku hadi siku, ikiwemo la wageni kuingilia maeneo tofauti ya uwekezaji na kuleta shida badala ya kuleta baraka na neema. Haya tutapata miongozo ya namna ya kufanya nao kazi na jinsi ya kutatua hiyo changamoto, na mwisho tutakuja na mapendekezo.